السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ni muhimu sana. Hivi punde nadhani umesikia mazungumzo ya ndugu zetu wanaoleta utapeli katika dini na kuwadhulumu watu, na watu paka wakaona Uislamu kumbe ndo uko hivi. Kumbe hapana, ni baadhi ya wachache ambao wameamua kujipatia pesa kwa njia ya kuwarubuni watu na maneno yao matamu. Wala ukariha almushrikun, hata kama watachukia washirikina. Sisi tunajua hii washirikina wanachukia sana, tunajua tukifanya hivi tukawabainishia watu haki, ukweli, wanaumia. Lakini bora uumie wewe, dini ya Allah ikanusuriwa kwa maneno haya ambayo tunawaelekeza watu. Hiki tunachokifanya hapa, kilifanya jambo kwa sababu ya Allah, wallahi litadumu. Kama huyu ndugu au mfano wake wanayazungumza mambo katika dini, wallahi si kwa sababu ya Allah. Mimi nakwambieni sisi si kwa sababu ya Allah, ni kwa sababu ya matumbo yao, kwa sababu ya kuwatapeli watu na kuingiza watu katika shirki, kuingiza watu katika uchawi. Naudhu billahi min dhalik. Wallahi mcheni Mwenyezi Mungu. Haithu ma kunta Allah yaraka, anakuona wewe. Kuwa utakapokuwa, jifiche utakapojificha, alafu yazungumze mambo kwa sababu ya kuwadanganya watu, Allah anakuona. Maruhani ni viumbe ambao wao maumbile yao ni majini, lakini kazi zao ni kazi za malaika, na ndio maana yakaitwa maruhani. Ruhani tafsiri yake ni roho mbili. Ruhani ni roho hizi katika upande wa lugha ya Kiarabu, lakini ilikuwa ni ruhu au ruhi. Wenyewe wako wawili, mmoja yupo kulia, mwingine yupo kushoto. Wao kazi yao kubwa ni kukuchochea wewe kufanya ibada. Masala haya ya maruhani watu wengi hawajui. Mtu anasikia maruhani, mpaka baadhi ya wanawake, na mimi rohani wangu akatengenezwe, rohani wangu afanywe hivi. Mmekazania marohani. Kwani nyie mnajua marohani ni nini? Khuliqatil malaika min nurin, malaika wameumbwa kutokamana na nuru. Wa khuliqal jannu min marijin min nari, wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Hii hadithi, mwanadamu kaumbwa kutokamana na nini? Jini kaumbwa kutokamana na nini? Malaika kaumbwa kutokamana na nini? Kwanza, malaika wameumbwa kutokamana na nuru. Si kama wanavyosema wao kazi ya malaika ni sawa na kazi ya majini. Tofauti, acheni kudanganywa. Malaika wameumbwa kutokamana na nuru, kwa nuru, na majini wameumbwa kutokamana na mwali wa moto. Wa khalaqal janna min marijin min nari, majini ndio walivyoumbwa, lakini mwanadamu yeye kaumbwa kutokamana na udongo. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin, hivyo alivyoumbwa mwanadamu. Sasa angalia malaika kazi zao nini, tofauti na hao mabwana wanavyodai kwamba kiumbe rohani anaweza kuwa ni jini. Neno rohani hapa anaingia kiumbe yoyote wa kiroho, kiumbe yoyote nisbatun, yeye ameumbwa kanasibishwa ni roho, kama roho, tofauti na sisi ambao tuna kiwiliwili, anaingia jini. Jama, wale mnaodai marohani, sikilizeni hii, alafu mtutafutie hao viumbe wenu nyewe mmewapatia wapi wengine. Marohani anaingia jini, anaingia malaika, tunaelewana? Anaingia jini, anaingia malaika, anaingia jini mwema, anaingia jini mwovu. Najua hapo ulipokaa umesikiliza hivi, lakini unautata kuhusiana na Iblisi ni nani? Wa idh qulna lilmalaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Alipoambiwa Iblisi amsujudie Adam, baba yetu, aba, akakataa, wastakbara wa kana minal kafirin. Iblisi kutokamana na majini, ni katika majini asili yake. Hata ile Iblisi Allah amekuja kumuita baadaye, lakini alikuwa na jina lake ambalo sio Iblisi. Kwa hiyo Iblisi ndio baba yao mkubwa, yani ndio mkubwa wao.
Kwa hiyo wewe unaweza kuwa pia mwanadamu lakini una vitendo vya kishaitani. Tunasema shaitanul insi, mwanadamu unafanya vitendo vibaya ambavyo vitendo hivyo ni vitendo anavyofanya shaitani. Tunakwambia acha vitendo vya kishaitani bana. Shaitanul insi, shaitanul insi, huyu ni shaitani wa kibinadamu. Shaitanul jinni, huyu ni shaitani wa kijini.